unajifanya mjanja sio? Sasa nakudhalisha mwenyewe tena kabla miezi 9. Tafadhali Elisha, naomba unisamehe. Kumbuka mtoto nimemtafuta kwa shida sana. Nisamehe Elisha. 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 Mume wangu. Haya uniambie. Siku hizi ubuyu unakula peke yako. Ukifika nyumbani mate yote yamekukauka. Huna hata upukupuku. Jamani, raha ya ubuyu kula na mwenzio. Sasa naanzaje kukunyima fanta wangu? Yaani. Nasikia sasa hivi rafiki yako baba mtaraji. Sijakuzoea hivyo mume wangu. Hata kuniambia. Huyu atakuwa kashushwa kwenye tuta huyo. Lugha gani hizo mume wangu? Lugha zako huko kwa na marafiki zako, mimi hata sijui. Wajanja atakuwa amemsaidia. Buko mimi namjua. Hana uwezo huo. Una uhakika mume wangu? Mbona unaongea kwa kujiamini? Mtu gani ndio ina miaka 5? Sijawahi kusikia lalamike hata mimba ya kusingiziwa. Leo hii tunasema mwanamke anatema mate. Wewe unamjua mhusika nani? Mimi nimeona kwamba imekuwa ghafla sana. Imekuwa ghafla? Hebu tuachane na hayo. Nipe mimi niwahi kazini kwanza. Wewe na asubuhi njema mke wangu. Asante mume wangu, na kazi njema. Kwa hiyo nao naamini ninaweza kukudhuru. Hilo swali nilijiuliza pia. Na mimi nikuulize swali. Unadhani kwa nini nimeota hivi? Itakuwa unatafakari sana. Nafikiria sana kuhusu mtoto. Na itabidi akizaliwa aitwe Mapinduzi. Mapinduzi? Kwa nini mapinduzi? Au hii mimba ndo imeleta mapinduzi? Hilo ni jina langu la nyumbani. Nikiwa mdogo, bibi yangu alikuwa anapenda kulifupisha kwa kuniita Pindu. Ala, kweli wewe ni mapinduzi? Na rafiki yake. Zamida jamani. Salama. Niliamini ukiwa na shemeji yako huwezi kuboreka. Ndio sababu nikamuomba aje kupe kampani. Mbona umemwacha shemeji Dalaso? Nilimhesabia kwenye chai. Dalaso ameenda nyumbani kwake, kule kuna mtu atamwandalia. Lakini sio mbaya, zamu yake atakujuelisha. Kwa hiyo Buko, kijana wako kavuta jiko kimya kimya. Ndio na mimi nashangaa. Maana hata mamake mdogo sijali. Sasa nyinyi mnataka mimi nisupe umbea. Hebu tulieni, mambo yakiiva mtaambiwa. Haya sawa. Ngoja mimi nikaandae chai basi. Haya sawa. Shoga yangu, kuna sana nataka nikwambie. Kama utalipokea haya, kama hujalipokea basi. Hapa nilipo unavyoniona, nina ujauzito wa kakako Buko. Mjamzito? Au unanitania? Sasa nikutania liweje? Mimba ya kakako. Tayari kashaweka hapa vitu, usubiri tu mtoto. Kimpokea, hamjampokea basi nitalia mwenyewe. Shoga yangu. Toka lini mimi mtoto nisimpokee? Nitampokea kwa mikono miwili. Mimi tena nataka niitwe aunti. Ndio nataka nikuone aunti lele. Halo. Kama nakuona wewe tena.
Hodi. Hodi. We Benji, umefuata nini hapa? Kwa nini unapenda kunisababishia matatizo na kunikosesha amani? Nunu, muungwana anapofanikiwa halete jeuri kwa watu wengine. Heshimu ndoa yangu Benji. Kingine hapa ni ukweni kwangu. Kwa nini unanifuatafuata lakini? Leo mimi nakufuatafuata na sina heshima mbele yako. Sawa. Tusifike mbali. Una shida gani? Unawaka shida yangu hujui? Okay. Shida yangu ni naomba uende. Nitakutafuta. Naomba niamini. Nenda Benji, nitakutafuta. Sikongopei. Nenda Benji. Wiki langu hilo. Mama Kijacho mwenyewe. Nakuona kwenye ubora wako. Nipo tu wifi yangu. Vipi? Ulikuwa wapi? Natoka Tandika kuangalia mahitaji ya mtoto. Si unajua lazima nifanye maandalizi mapema. Kweli shangazi kapatikana. Mwaka huu mbona nitaona mengi? Mjomba, mama anakuja sasa hivi. Sawa mjomba. Ila naomba maji ya kunywa. Sawa. Karibu kaka. Asante dadangu. Vipi hapa? Safi. Nza huko. Haya, hebu nitoe hofu kwanza. Maana umenihimiza kweli nifike mapema. Hapa hakuna tatizo kaka, bali ni habari njema tu. Sasa ndio niambie na wewe. Kipi kimejili hapa? Tujiandae na msimu wa mavuno. Tena mwaka huu. Hey, mavuno ni mazuri kweli. Asa mvua ilivyonyesha hivi dada, tutakosa mazao kweli? Yaani kama ningejua jambo lenyewe unalonitia ni hilo, wala nisingekuja hapa kwako. Kalagabaho wewe. Ukiongea na mtu msikilize mara mbili kwenye kauli moja ili umuelewe vizuri. Kumbe unaongea na Kalagabao. Asa inakuwaje unajizungusha mbuyu? Uone kama unajichosha dadangu. Buko kajikomboa huko. Na karibia unaitwa babu, sijui babu gani, mvi ndio kwanza zinaanza kutoka kidogo. Una nini kaka? Kaka kwani nini? Yaani mama, unaacha kumpa chakula, unaanza na habari nzito. Asipaliwe mchezo. Wewe nawe acha umbea, nenda kaoshe vyombo huko, haya hayakuhusu. Sawa, shamba ni letu. Lakini mna uhakika kwamba mkulima ni kijana wetu Buko? Kaka Uledi, nikajua kauli njema kama hii itakufurahisha, lakini sikuelewi. Mimi sina maana mbaya. Maana yangu tuchukue tahadhari kabla ya hatari. Yule binti namuamini mno. Mama Kija. Habari yako mke wangu? Vipi mke wangu, unaendelea? Anaendeleaje huyo? Anaendelea vizuri. Kapatikana kwa tabu huyo. Ndio maana naye analeta vitu vya ajabu ajabu anavyovitaka. Naona umeanza taratibu. Mume wangu niletee udongo. Kesho utasema mume wangu nataka nyumba ya supermarket. Sijui nitaitoa wapi mie.
Jamani. Mzigo wako. Sasa hapa huwa mnakula nini? Nilikutuma udongo mimi? Mke wangu, umenipigia simu kwamba unataka nikuletee udongo. Sasa au kuna udongo sampuli nyingine ambayo mimi sijui? Nilikwambia hivi, mwambie Elisha niletee udongo. Sasa mke wangu, nimtoe mtu kazini kwa sababu ya udongo? Hey. Hii si sawa jamani. Hebu nitokee hapa na matakataka yako. Mama, mtu mwenyewe huyo hapo nimekuletea ili azungumze yeye mwenyewe. Mwanangu, yaani inasemekana ni kweli? Ni kweli mama, kama alivyosema Ifisekela. Hapa nilipo mimi ni mjamzito na nina mimba mtoto wangu. Una uhakika kama hiyo mimba ni ya Buku? Sina haja kuongopea mamangu, sababu sijawahi kutoka na mwanaume mwingine yoyote zaidi ya mwanao. Hii mimba ni ya kwenu mama. Umefuata nini nyumbani kwetu? Sitaki unisababishie matatizo. Sawa, nilikuwa kwenu, ila sikufuata wewe. Kuna watu wanaojua thamani yangu ndio walionikaribisha. Tuma, angalia hizo kauli zako zisije zikaniweka matatani. Tuma. Samahani, hebu subiri kwanza. Sio kama Buku hataki kusikia unachotaka kuzungumza. Isipokuwa mazingira haya sio sahihi sana. Ni vizuri mkatafuta sehemu mkazungumza. Huyu asije kawaona ikawa ni shida nyingine. Na ndio maana Buku hataki niende pembeni. Na kusikiliza. Sijui mwanasheria, wakili, mshauri ama msemaji wa Buku. Wao walikuwa wanatakaje?